hapa, na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanaume, wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Kwa hiyo nazungumza jinsi ambavyo joka, shetani, ambavyo amekuwa akimtafuta Yesu tangu zamani. Wapi yuko Yesu hapa? Wapi yuko Yesu hapa? Wapi yuko Yesu hapa? Ili amle, ili amtoweshe. Mpango wa Mungu usitimie kupitia kwake Yesu, ambaye atatakiwa kuzaliwa. Lakini alizaliwa hatimaye, na hatimaye sasa akanyakuliwa hata kwa Mungu. Ndipo pale alipopaa kwenda mbinguni Bwana Yesu, hatimaye akaenda mbinguni, akaketi katika kiti cha enzi. Lakini kabla ya kupaa kwenda mbinguni kulipita nini hapa katikati? Twende sasa hatua kwa hatua, tuone jinsi joka huyu ambavyo amekuwa akimtafuta Yesu kumla, ambavyo amekuwa akitafuta mtoto huyu wa mwanaume kumla, ili yamkini mpango wa Mungu usitimie. Kwanza, mpango wa Mungu ni nini? Mpango wa Mungu baada ya Adamu kuwa ameanguka ulikuwa kama unavyotajwa katika Mwanzo sura ile ya 3. Mwanzo sura ile ya 3. Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Maneno haya aliyasikia Ibilisi mapema, kwamba atazaliwa mmoja na mwanamke ambaye ndiye atakayekuja kumponda kichwa Ibilisi. Kwa hiyo tangu zamani hizi shetani akawa anafanya juu chini, anatumia akili kuangalia nani anayezaliwa sasa, ambaye huyu ndiye Mungu atamtumia kuniponda mimi, kunimaliza. Kichwa manake utawala. Mume kichwa cha mke, manake mume anamtawala mke, mume yuko juu ya mke. Sasa nani huyu atakayezaliwa na mwanamke ambaye ataniponda kichwa, ataponda utawala wangu, ataharibu kabisa utawala? Kumbuka alichukua utawala kutoka kwa Adamu baada ya Adamu kuwa ameasi. Biblia inasema tunakuwa watumwa wake yeye tunayemtii, katika Warumi sura ile ya 6. Warumi sura ile ya 6 mstari wa 16. Hamjui kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Adamu alikuwa sasa ni mtumwa wa Ibilisi. Alijiweka katika utawala wa Ibilisi kwa sababu alimtii. Yule anayemtii siku zote unakuwa chini yake. Kwa hiyo Adamu alipochagua kumtii Ibilisi badala ya kumtii Mungu aliyesema matunda ya yote unaweza kula, matunda yaliyo katika ya miti yote iliyo katika bustani ya Edeni unaweza kula, kasoro matunda ya mti ulio katikati ya bustani hayo usiale. Hakutaka kumtii Mungu. Angeendelea kumtii Mungu, Mungu angeendelea kuwa mtawala wa uzao wote wa Adamu, lakini akachagua kumtii Ibilisi. Alimwambia kula tu utakufa. Kwa hiyo sasa Ibilisi akawa mtawala juu ya uzao wa Adamu. Sasa baada ya kuwa Ibilisi amechukua utawala kutoka kwa Adamu, mapema kabisa ikatajwa kwamba atatokea uzao wa mwanamke ambaye ataponda utawala wa Ibilisi. Atauponda, atauharibu, atauvunja na kuusaga na kutokomeza. Kwa hiyo tangu nyakati za mwanzo, tangu nyakati hizo, Ibilisi akawa hatulii. Wakati wote anakaa na kuangalia nani huyu anatokeza, nani huyu anayetokeza sasa, nani huyu anayetokeza huyu, ili nimle, nimtoweshe, ili kabla hata hajajiandaa, kabla hajafikia mahali kunimaliza utawala wangu, niwe nimemtokomeza. Sasa alianza kazi hiyo zamani sana, tangu zamani zile za mwanzo, ambayo tunaweza tusielewe vizuri sana
tukisoma tu hivi, lakini kumbe katika kila hatua ilikuwa yuko Ibilisi ambaye anatafuta kuharibu mpango wa Mungu ili usitimie. Alikuwa na wasiwasi, alikuwa hajui ule uzao wa mwanamke atatokea wakati gani. Kwa hiyo tangu mwanzo akawa anahangaika, na alichokuwa nakijua shetani ni kitu kimoja tu, kwamba uzao huo lazima utatokea katika maeneo yale ya utii, kwa sababu Mungu anapenda utii, anapenda utakatifu. Kwa hiyo alijua mahali kwenye laini ya utakatifu ndipo atatokea, mahali kwenye usafi ndipo atatokea. Na ndivyo ilivyokuwa baadaye. Unaweza kuona bikira ndiye alichukua mimba. Mungu siku zote anatokeza kwenye usafi, kwa sababu ni mtakatifu. Anatokeza kwenye usafi, anatokeza kwenye utakatifu. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya Ibilisi, akiona tu mahali kuna laini ya usafi, kuna laini ya utakatifu, anajua uwezekano wa huyu uzao wa mwanamke kutokea hapa ni mkubwa. Kwa hiyo mahali popote panapoonyesha sura namna hiyo, anapawahi mapema. Alianza mapema sana nyakati za Kaini na Habili. Wakati wa watoto hawa Kaini na Habili, Biblia inasema Kaini na Habili walitoa sadaka zao, na hatimaye Habili sadaka yake ikampendeza sana Mungu. Ilivyompendeza sana Mungu, kama tunavyosoma katika sura ya 4 ya Mwanzo, sasa ile sadaka Mungu akaitakabali, yani akapendezwa nayo, akaikubali, lakini hakuikubali ya Kaini. Kwa hiyo moja kwa moja Ibilisi akaona, Habili kumbe ndio Mungu ambaye amempenda huyu, amemkubali huyu. Wakati huo hajui hiki kitu kitatokea wakati gani. Ni muhimu kuelewa, shetani hajui yote atakayotokea mbele. Kwa hiyo hubahatisha. Kwa hiyo Mungu anajua yote, lakini shetani hajui yote, lakini yeye huendaenda kwa kubahatisha. Kwa hiyo kilichotokea hapa katika kubahatisha kwake, akawaza kwa sababu huyu Mungu ameshampenda, huyu Mungu ameshapendezwa naye, huenda uzao wake huyu sasa ndio utaniponda kichwa. Kwa hiyo upesi akamwingia Kaini ili amuue Habili, kwa mawazo kwamba Habili uzao wake sasa ndio utamponda. Kwa hiyo dawa amuondoe Habili haraka. Na ndio maana utaona maandiko yakitaja juu ya kuuawa kwa Habili, inaeleza Kaini Ibilisi alimtumia. Angalia Biblia yako sasa, angalia Biblia yako sasa kuhusiana na kutumiwa kwa Kaini na Ibilisi. Waraka wa kwanza Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 12. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 12. Si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamuua ndugu yake. Unaona, Kaini anatajwa kwamba ni wa yule mwovu. Ibilisi alimtumia Kaini. Alipofanya kazi hiyo, alifanya kama agenti wa Ibilisi kumuua Habili. Na ndio maana utaona Habili analinganishwa na Yesu na kwa sababu kuuawa kwake kulikuwa kwa misingi hiyo ya kwamba huo ndio utakuwa uzao wa kumponda kichwa, uzao wa mwanamke wa kumponda kichwa, uzao wa mwanamke wa kumponda kichwa utatoka katika Habili. Ndio maana tunaona Waebrania 12 mstari wa 24, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Utaweza kuona Yesu anazungumziwa kuanzia kwenye line hiyo ya Habili tangu mapema. Ina maana hapo alikuwa anatafutwa kwa msingi. Ibilisi alikuwa anamtafuta, yeye alikuwa na wazo uzao mwanamke sasa utatokea hapo. Sasa huyu ndio amependezwa naye Mungu, basi nimuue mapema ili nifute kabisa mpango wa Mungu. Ndio maana tujue tangu mapema kwamba kadiri tunavyokuwa tumekazana kumpenda Mungu,
tumekazana kumtii Mungu, tumekazana kufanya mambo ya Mungu kama apendavyo yeye, shetani na majeshi yake yatatuandama kuliko tunavyofikiria. Ndio maana tusifikiri kama full gospel tumemaanisha kukaa kwenye neno kama lilivyo. Tunataka kufanya mapenzi ya Mungu kwa gharama yoyote. Kama Mungu asemavyo ndivyo tutendavyo. Tusifikiri itakuwa njia ya mtelemko. Watatumika watu kila kona, kila mahali, shetani atatumia kila mahali kutaka kumuua mtoto, kutaka kuiua full gospel, kutaka kuharibu kazi ya Mungu. Ndio kazi zake zimekuwa hivi tangu mapema. Anajua mpango wa Mungu siku zote unatimia katika laini ya usafi, laini ya utii, laini ya utakatifu. Kwa hiyo atakachokifanya, akiona kwa mfano tumedhamiria kukaa katika utii, tumedhamiria kuwa mbali na uasi, anajua ili aharibu mpango wa Mungu kuitumia full gospel, dawa ni kuleta uasi, dawa ni kuingiza uasi. Anajua akiingiza uasi, akiingiza uchafu, tayari full gospel tena haiwezi kutumiwa na Mungu, kwa sababu Mungu siku zote anatafuta laini ya utii, laini ya usafi, laini ya utakatifu. Ndio maana kaka zangu, dada zangu, lazima tuwe makini sana. Kama kweli tunataka full gospel itumiwe na Mungu kuwa chombo cha uamsho katika dunia hii nyakati za sasa, lazima tuwe watii 100%. Lazima tudhamirie kweli kutii uongozi 100%. Tunazungukwa na uasi wa kila namna. Kama wanatokea viongozi katikati yetu, wanatokea watu wengine wanasema, sisi tulikuwa hapo tangu nyakati za zamani, sisi ndio waanzilishi wa kanisa hili, hivi na vile. Wanaleta uasi katikati yetu dhidi ya kiongozi, dhidi ya system yote, dhidi ya hiki ambacho kimeanzishwa na Mungu. Kama tutakubaliana na vitu vya namna hiyo, tujue moja kwa moja tunatoka katika mpango wa Mungu. Kwa hiyo ibilisi ndivyo anavyofanya. Akijua hii laini ni ya utii, ya usafi, ya utakatifu, basi atashindana kwa namna nyingi mbalimbali ili kututoa katika laini hiyo, ili kututoa katika laini ya usafi, ili kuleta vitu vya namna, uasi wa kila namna, uasi wa kila namna. Kwa nini? Unafikiri Kakobe, sisi tunamfahamu Bwana, askofu mkuu huyo ana matatizo. Tukikubaliana na vitu vya namna hiyo, tumekwisha. Tayari tumetolewa katika mpango wa Mungu. Ndio maana lazima tuwe na macho ya rohoni, tujue vizuri nini kimeandikwa katika Biblia. Ndio maana Roho Mtakatifu anatupa mafunuo ya ndani. Anataka kututumia nyakati za mwisho, lakini lazima tuwe na macho ya kuona mbali. Ile yote ambaye anakuja, anatoka anataka kutuletea mambo ya madhehebu yanayotuzunguka. Nyinyi huyo Kakobe, kwani nyinyi mmemchagua tangu lini? Mmefanya mkutano wa uchaguzi? Nani aliyefanya mkutano wa uchaguzi wa Musa? Nani aliyefanya mkutano akamchagua Petro, Yakobo na Yohana? Kulikuwa na kikao gani cha mkutano mkuu kilichomchagua Paulo kuwa mtume? Kaka zangu, ndio maana lazima tuwe uangalifu, tusichukuliwe na mambo ya dunia. Kama tuchukuliwa na mfumo na system za dunia na kuziingiza katika kanisa la Mungu, we are finished, tumekwisha. Hatuwezi kutumiwa kama chombo cha Mungu. Na ndio hapa inatakiwa kujua, wale watu ambao wana macho ya rohoni, wana masikio ya kiroho, wayasikie maneno haya ambayo Roho yaambia makanisa. Kama sisi tunaokuja siku kama ya leo, ambayo tunafundishwa mafundisho ya ndani, mafunuo ya ndani kutokana na vitabu hivi vizito vigumu visivyoweza kueleweka, sisi tunapata mafunuo. Mungu anatuinua, Mungu anatuteua kwa namna maalum, ili tukisikia watu wa namna hiyo ambao wanaleta maneno, hata kama ni mchungaji amevaa pembe, mimi ndio wachungaji wa mwanzo tuliotuma mikoani, mimi sijui ni nani, askofu jimbo, mimi sijui ni nani, yeyote kwa majina yake, kwa jina lake, unamkuta mitaani, huyo Kakobe mimi namfahamu. Mwambie nyamaza kimya. Mwambie nyamaza kimya. Yamekushinda, kaa mbali katika jina la Yesu. Tukiwa tumelifahamu neno, tukiwa tumekaa katika neno, tukiwa tumejua hivyo, tukikuta uasi unataka kutokea sehemu nyingine, uasi, huyu mwingine ameibuka na kusema ndio, ninakwenda mahakamani, huyu ameibuka, huyu watakuja kwa namna nyingi mbalimbali. Tutaona tangu ilivyoanza kwa Habili, jinsi ilivyokwenda, Ibilisi alifanyaje, na utaona Ibilisi anavyofanya kazi, huyu joka jekundu tangu kule mwanzo. Wakati wa Habili, sasa akamuoa Habili, akamtumia Kaini kumuoa Habili, kwamba basi hakuna chochote cha kuendelea. Baadaye ikawaje? Baadaye wale waliozaliwa wakaongezeka,
uzao ukaongezeka, ukaongezeka. Hatimaye wakawepo watu wengi sana tena nyakati za Nuhu. Sasa Nuhu akafanya mapenzi ya Mungu kwa ajabu sana, yeye na jamaa yake. Kwa hiyo Mungu akapendezwa na Nuhu. Wengine wote wakaangamizwa kwa gharika, akabaki Nuhu na jamaa yake. Kwa hiyo shetani akajua gharika imepita, Nuhu peke yake na jamaa yake wameshaokolewa katika safina. Kwa hiyo amebaki Nuhu. Kwa hiyo Mungu ina maana anampenda sana huyu Nuhu. Sasa anampenda sana huyu Nuhu. Kwa hiyo ina maana lazima nifanye juu chini ni muharibu. Nimesema ili niharibu mpango wa Mungu kupitia kwa huyu, shetani ataleta uasi, ataleta uchafu, ataleta dhambi. Ndivyo alivyofanya kwa Nuhu. Mara tu baada ya kutoka katika safina, tayari anakwenda shetani, joka jekundu, akajua uwezekano uko hapa kwamba Mungu atamtumia Nuhu. Uzao wa mwanamke unaweza kutokea kwa huyu kuniponda kichwa, na mharibuje Nuhu. Tayari shetani akaja kijanja sana. Nyakati zile Nuhu alikuwa hajui pombe. Nyakati zile pombe ilikuwa bado haijakuwako. Kwa hiyo alichokifanya, akamfanya Nuhu yule kunywa pombe. Nuhu alikuwa hajajua pombe vizuri. Na kilichofanyika, mizabibu ilipoanza kupandwa, sasa bila huyu kufahamu, shetani wakati divai inatengenezwa kutoka katika zile zabibu, akamfanya huyu Nuhu kuwa katika ujinga, wala kutaka kuuliza. Akaiacha ile divai aliyokuwa amekamua kutoka katika yale matunda kuchachuka, hatimaye ikawa pombe, alafu akanywa. Akawa amejikuta na kunywa pombe, lakini kwa ushawishi wa Ibilisi. Na alipokunywa pombe, sasa akafanya vituko vya namna ya ajabu sana. Biblia inasema katika Mwanzo sura ya 9 mstari wa 20. Mwanzo sura ile ya 9 mstari wa 20. Nuhu akaanza kuwa mkulima, mstari wa 20 mpaka 21. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akaonya divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Tayari kumekuwa na matatizo. Na katika mstari wa 22 labda mpaka mstari ule wa 24, Ham baba wa Kanaani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje, Shem na Yafeth, wakatoa vazi wakalitana mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume nyume, wakafunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Ndio analevuka katika ulevi kwamba hapa kuna vitu vya ajabu sana vilivyofanyika. Kuna vitu vya ajabu sana vilivyofanyika. Na wakati analevuka hivyo katika ulevi, katika ulevi wake, tayari hapa kulikuwa na matatizo. Amekwisha kukosana na Mungu. Mungu ameshamhesabu mchafu. Katika uchafu ule tena hafai. Shetani ana enjoy, anajua mpango wa Mungu. Hata kama alikuwa anataka kupitia kwa Nuhu tena zaidi, hawezi kuendelea sana kama alivyokusudiwa. Ndivyo alivyo Ibilisi. Kaka zangu, dada zangu, tunapokuwa tumemaanisha kukaa katika mapenzi ya Mungu kama hivi, ujue Mungu ana makusudi sana na wewe binti, ana makusudi na wewe kaka na dada ulioko hapa, unaisikia sauti hii popote ulipo. Na utaona ili haribu mpango wa Mungu kwako, upesa atakuletea dhambi, ataleta uchafu. Ataona umekaza kumpenda Bwana Yesu, umekaza sana kushikilia mapenzi yake. Najua bila shaka ukiendelea hivyo, kuna mpango mkubwa wa Mungu utakaopitia kwako. Kwa hiyo dawa gani? Atatumia namna nyingi mbalimbali. Wakati mwingine kukukosesha pesa ili uingie tu katika dhambi fulani, wakati mwingine kukufanya wewe karibu na wanawake, karibu na wanaume, ujikute tayari umeshaingia kwenye uzinzi, tayari mpango wa Mungu uharibike.
jinsi Mungu alivyokuwa amekusudia kupitia kwako. Ataleta vitu chungu mzima ili mradi tu kukuingiza dhambini. Lazima tuwe makini sana sana, tumwombe Mungu wakati wote. Ndio maana Mungu anasema tunaamka, tukiamka, wakati wote tunawaza, tunamwomba Mungu, Mungu nilinde na yule mwovu. Adui amepanga nini kunitoa katika mpango wako? Nilinde na yule mwovu. Atakuja kwa namna nyingi mbalimbali kutuletea dhambi, kutufanya tuingie katika dhambi, alafu mpango wa Mungu tayari unaharibika. Ukiingia katika uasherati, ukiingia katika uzinzi, si rahisi tena mpango wa Mungu ukaendelea kwako kama ulivyokusudiwa. Haiwezekani. Lazima tuwe makini sana na dhambi hizi, kiburi, uasherati, uzinzi, dhambi za namna yote. Lazima tumwombe Mungu kwamba tuwe mbali sana, tuziogope kweli. Tumwombe Mungu atuonyeshe mapema hata kabla hazijaonekana kwa karibu. Atupe macho ya kiroho tuweze kuiona kabisa dhambi kule kabla haijawa dhahiri. Na mpango wa Mungu au kuendelea sana na Nuhu, wala baada ya hapo hakuna chochote cha ziada sana kilichokuja kutokea. Baadaye wamezaliwa watu, walivyozaliwa hapo utaweza kuona wamezaliwa, wameongezeka hapa, na ukaanza tena kama kuna kitu tena kingine kinaumbika. Utaona jamaa za Nuhu wanatajwa wengi sana walizaliwa katika sura ya 10. Mlolongo wa uzao wa Nuhu, vizazi vya Nuhu wengi. Baada ya kuwa wamezaliwa hapo katika mstari 32 Mwanzo 10, hizo ndizo jamaa za wana wa Nuhu kupata vizazi vyao katika mataifa yao. Na kwa hao mataifa yaligawanyika katika nchi baada ya gharika. Sasa sura ya 11 mstari wa kwanza, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Wanaanza kuwa na nguvu tena, wanaanza kuwa na uwezo wa kipekee. Tayari Shetani akaingia, akaleta uasi, akawashawishi waweze kutengeneza mnara ulioitwa baadaye mnara wa Babeli, kwamba watengeneze mnara upande mpaka juu mbinguni, wakamwone Mungu kule. Hana chochote cha ziada, hawezi kuzuia kufanya jambo hilo, wana nguvu. Akawashawishi tena kuleta uasi mkubwa sana, alafu wakatawanya juu ya nchi yote, wakawa usemi wao ukaharibiwa, wakawa hawaelewani wao, ndio mwanzo wa lugha nyingi, na wakatawanya huko na kule. Mpango wa Mungu na maana tena ukaharibika hapo, kwa sababu umeingizwa uasi. Mungu tena tayari hana mpango tena na mtu yote katika uasi. Baada hapo imekwenda, utaweza kuona Biblia nzima. Tunaweza tukachukua muda mrefu sana kuona jinsi adui alivyokuwa anaingia kujaribu kuharibu mpango wa Mungu ambao labda ungepitia mahali fulani, kama hivi. Hatimaye tunajua juu ya Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora walikuwa wanafanya vitu vya ajabu sana, uchafu wa kila namna, ulawiti wa kutisha. Na hatimaye akawa ametokea Lutu aliyempenda Mungu sana. Lutu akafanya mapenzi ya Mungu katikati ya uchafu mwingi wa Sodoma na Gomora. Yeye akasimama peke yake, kusimama kufanya mapenzi ya Mungu, na ikabidi aondolewe Lutu na mkewe pamoja na binti zake wawili kutoka Sodoma na Gomora. Wewe unafahamu kilichotokea nini? Kabla hawajaenda mbali sana, Shetani akamshaingia mkewe Lutu. Ambia mkewe Lutu, unaenda wapi? Maana akajua hawa tayari, kwa sababu Sodoma na Gomora yote chafu, lakini hawa watu wamesimama peke yao kuishindania imani. Mungu bila shaka atawatumia hawa tena. Uzao wa mwanamke unaweza kutokea kwa hawa. Kaka zangu, dada zangu, Shetani anajua kwamba Mungu anatafuta mtu atakayesimama katikati ya dunia chafu. Ndio maana usikae makanisa yote yanafanya hivi, madhehebu yote yanayotuzunguka yanafanya hivi, hata wahubiri walioko Marekani nao wanafanya hivi, hata walioko Ulaya nao wanafanya hivi. Usichukuliwe na hayo, usichukuliwe na mkumbo. Mungu hatumii watu katika mkumbo. Mungu anatafuta mtu. Nani mtu? Nikatafuta mtu miongoni mwao. Nani ambaye katikati ya uchafu wote wa Sodoma na Gomora anaweza kusimama peke yake kama Lutu na kusema mimi sitafanya yale wanayofanya wote katika Sodoma na Gomora? Mungu atamtumia huyo. Kaka zangu, dada zangu, tusikae na kusema mbona wengine wote wafungi vilemba, mbona wengine wote wako hivi na sisi tunataka kuwa kama wao. Hapana, tuwe kama Lutu. Tuwe kama Lutu.
Mbona wengine wote wako wanajipamba? Mbona huko kote kunakubalika mapambo? Mbona huko kila kitu kinakubalika? Mbona kwa nini sisi tu? Bwana ametupa neema kuwa kama Lutu, tusimame imara katika jina la Yesu. Lakini tujue hapo kama tumesimama katikati ya uchafu na kusema kama wengine wote wameharibika, kama wengine wote wamekaa katika uchafu, mimi nitasimama kwa zamu yangu, nitasimama kuitetea Injili, nitasimama kusimama katika kweli kwa gharama yote. Kama tumesimama katika kweli ya neno, ujue kitakachotokea ni kwamba shetani atatuandama kuliko unavyofikiria, ili kutufanya tufanye kama wengine, ili kutufanya tumuudhi Mungu, ili kutufanya tuingie katika uchafu, ili tu anajua uchafu ukiingia, basi mpango wa Mungu kwetu umeharibika. Lutu na mkewe wakatoka Sodoma na Gomora. Walipotoka Sodoma na Gomora, sio mbali sana, shetani akamwingia mkewe Lutu. Kambia mkewe, huku unakokwenda unakwenda wapi? Unakumbuka yale mambo mazuri yale ya Sodoma na Gomora kweli ndio basi? Na huku unasema tu unakwenda huko, Mungu anakupeleka, unajua hata ni wapi? Biblia inasema mkewe Lutu akageuka nyuma. Alipogeuka nyuma akawa nguzo ya chumvi. Basi mpango wa Mungu kwa mkewe Lutu ukaishia. Kaondoka Lutu na binti zake wawili. Ibilisi anawafuata tu. Amemaanisha kumpenda Mungu. Amemaanisha kumpenda Mungu. Ndio maana unaweza kuona kama tunampenda Mungu, tunaanza kutenda kazi ya Bwana, ujue tutatafutwa sana. Kama ni msichana, ni kiongozi wa kanisa la nyumbani, unampenda Mungu, unatenda mapenzi ya Bwana, utatafutwa kweli katika dhambi. Uwe mwangalifu sana. Ujue shetani anakusaka na kutafuta usiku na mchana kuliko wengine wote. Kama ni mchungaji, unatenda kazi vizuri kijijini, unatenda kazi vizuri katika mji wako, unatenda kazi vizuri kila mahali, unataka kuwaleta watu kumjua Bwana Yesu, ujiangalie. Uwe makini. Ni kama hivi nilivyo mimi hapa, najiangalia sana. Naogopa, najua shetani ananitafuta usiku na mchana. Ananitafuta usiku na mchana kwamba Kakobe huyu na Mungu anataka kumtumia huyu, nifanyeje? Niharibu mambo yake. Lazima tuogope. Hatujui aliyoko mbele yetu mchana, hatujui aliyoko mbele yetu jioni, hatujui aliyoko mbele yetu katika mwezi huu. Wakati wote kesheni, muombe, msiingie majaribuni. Akatoka Lutu anakwenda na binti zake. Shetani anamwandama. Wengine wote wachafu. Kwa hiyo huenda Mungu atamtumia huyu. Kwa hiyo nifanyeje? Alifanya nini? Twende pamoja katika Mwanzo sura ile sasa ya Mwanzo sura ile ya 19 mstari wa Mwanzo sura ile ya 19 mstari wa 30 mpaka mstari wa Mwanzo sura ile ya 19 mstari wa 30 mpaka mstari wa 38. Lutu akapanda kutoka Soari akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Soari. Hapo ni mkewe Lutu ameshakuwa nguzo ya chumvi katika mstari wa 26. Sasa ni Lutu na binti zake wanaendelea na safari. Lutu akapanda kutoka Soari akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Soari. Akakaa katika pango yeye na binti zake wawili. Yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee, wala hakuna mtu mume katika nchi ya tuingilie kama ilivyo desturi ya dunia yote. Shetani ameanza kazi. Haya, na tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalale naye, ili tumhifadhie baba yetu uzao. Wakamnywesha baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Ikawa siku ya pili, angalia na kwa Lutu pombe. Tujihadhari sana na pombe wanangu. Haya, na tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalale naye, tumehifadhia baba yetu uzao. Wakamnywesha baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Ikawa siku ya pili, mkubwa akamwambia mdogo, tazama, nimelala jana na baba yangu, tumnyweshe mvinyo tena usiku huu. Kaingia ukalala naye. Wakamnywesha tena baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka mdogo akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Basi hao binti wote wawili wa Lutu wakapata mimba kwa baba yao. Yule mkubwa akazaa mwana, akamwita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa Moabi hata leo. Na yule mdogo naye akazaa mwana, akamwita jina lake Benami. Huyo ndiye baba wa Waamoni hata leo.
Moabu, Waamoni. Kama ni mwanafunzi wa Biblia utaona walikuwa ni maadui wakubwa sana wa Israeli. Kwa hiyo Moabu, Waamoni walikuwa kinyume kabisa na mapenzi ya Bwana. Mwisho wa Lutu na habari zake. Imekwenda vile hatimaye wakazaliwa watoto nyakati hizo mbalimbali. Utaona nyakati zile za kina Yakobo alipozaliwa Yusufu, utaona kaanza kuandamwa, anatafuta kuuawa Yusufu. Huyu anafanya mapenzi ya Bwana. Ndugu zake wote wakamwonea wivu. Ndugu zetu watatuonea wivu, hata watu waliokoka wenzetu watatuonea wivu. Shetani anaweza kumtumia yote ule ili tu kututoa katika mpango wa Mungu, ili kukatisha mpango wa Mungu kwetu. Na Yusufu hatimaye akaenda huko na akawa katika nyumba ya Potifa. Hivyo utaona hatimaye mke wa Potifa akamsingizia kwamba amefanya uzinzi naye, akatiwa gerezani. Kihistoria, katika historia Yusufu alikaa gerezani miaka 12. Haikuwa kitu cha siku 2 3. Miaka 12 gerezani, wakati alikuwa amekimbia na kufanya uzinzi na yule mwanamke. Lakini mwanamke akashika ile nguo akamsingizia, akasema huyu amefanya uzinzi, na akatiwa gerezani miaka 12. Lakini bado kule akaendelea kufanya mapenzi ya Mungu. Aliposhikilia kufanya mapenzi ya Mungu, naona Yusufu Mungu alimtumia, alimuinua akawa waziri mkuu katika nchi ya Misri. Mpango wa Mungu kawa ajabu sana kupitia kwa Yusufu. Pale ambapo tunajua tunafanya mapenzi ya Mungu, tujue tutatafutwa, tujue tutatafuta kuvunjwa moyo, tutatafuta kuuawa, tutatafuta huduma zetu kuharibiwa, tutaonewa wivu, tutakuwa na vita vya kila namna. Usifikiri itakuwa rahisi tu, hapana. Tujue ni joka jekundu linafanya kazi pamoja na theluthi ya malaika. Na sasa ikaenda hivyo hatimaye uzao mwingi sasa ukawa unatokea. Yusufu amekuwa mtu mzuri, hatimaye wameleta watu chungu mzima wa Israeli. Sasa wamekuja hapo, wamezaliana katika nchi ya Misri, kwa sababu Yusufu alikuwa anatawala kule Misri. Hatimaye sasa kilichokuja kutokea, kaona wamezaliana kwa wingi. Bado Ibilisi anatafuta, anajua hawa wa Israeli tayari wanaanza kufanya mapenzi ya Yusufu, tayari wamekazana. Bila shaka uzao wa mwanamke utatokea hapa tu, kwa sababu duniani kote sioni wanafanya mapenzi ya Mungu. Uzao wa mwanamke utatokea hapa. Walivyokuwa nazaliana, tayari akamtumia Farao, wanaanza kufanya vikao. Sikiliza Kutoka sura ya 1 mstari sasa wa 6 kuendelea. Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno, na kuzidi kuwa wengi nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Sleepless Beats.
Sleepless Beats. Sleepless Beats. Sleepless Beats. Sleepless Beats.
Sleepless Beats. Sleepless Beats. Sleepless Beats. Sleepless Beats.